Dada samahani, kuna mzee anamuita Mzee Katunga, unaweza kunionyesha nyumbani kwake? Mzee Katunga? Hapana, mimi wala sipafahamu. Labda ungeenda huko mbele wangekuonyesha anapoishi. Lakini wewe ni nani? Na Mzee Katunga nani yako? Umesema umfahamu Mzee Katunga, hujui hata anapokaa. Sasa hayo mambo mengine anakuhusu nini? Wewe, naomba unisikilize tena kwa makini. Wahenga walisema asiyefanya kazi na asile. Sasa humu ndani ukitaka unichokonoe, usiende kule nikokuagiza. Hapo ndipo utakapojua upande wangu wa pili, una rangi ya kaniki ama una rangi ya mawingu. Jamani, mimi nimechoka bwana. Mbona napenda kunichosha lakini kila kazi humu ndani nafanya mimi. Mimi siendi bwana. Eti siendi. Sasa usiende nikuonyeshe. Mpumbavu mkubwa wewe. Yaani ukitumwa uvivu ila kwenye mambo yako ya kishenzi unafanya vizuri kabisa, tena kwa moyo mmoja. Sasa nakwambiaje, usiende. Alafu nikuonyeshe. Nitakufurahisha nakwambia. Wewe tena una shida gani? Maana sura yako haina nuru kabisa. Amna, mimi mbona niko sawa. Zinduna, usijaribu kunidanganya. Ukiwa sawa na kujua, usipokuwa sawa na kujua. Nilikutana na Kitala hapo kati, akajaribu kuniletea zile habari zake za kunitaka, lakini mimi nimemkanya, maana kila siku namuelezea hataki kunielewa. Maana nimesikia amempiga Duma. Amempiga Duma? Ndio. Sasa we ni nani hasa? Au mna uhusiano gani wewe na Duma mpaka umkanye wewe Kitala? Mimi nampenda sana Duma. Wewe unampenda Duma Zinduna? Hivi unakisikia unachokiongea wewe? Makubwa. Tuachane na hayo. Hayo mengine sitaki kuyajua. Ulikuwa unaelekea wapi? Naelekea nyumbani. Tuongozane maana mimi naishi hapo kati hapo. Masikio, mbona kama upo sawa? Kimekuta nini? Niambie basi ili nijue nini shida. Aha, kumbe ni Gomba akafanya hivyo. Sawa, mimi ni kuahidi tu nitafanya kitu kwa ajili yako. Yes, kaanzisha, mimi nitamaliza. Yes, anaingilia vitu visivyomuhusu.
Ngoja nitamkomesha. Mzoa, tumeshaomboka ndugu yangu. Yule binti ambaye tumemfanyia tukio nimemuona kwa macho yangu. Kaka, hebu tuache masiara basi. Unajua hili jambo sio la utani kabisa. Yaani hii inawezekana vipi? Ndugu yangu Mzoa, amini ninachokuambia kwa macho yangu. Lakini najiuliza endapo wazee wa kijiji wakisha kuja kugundua, vipi tutaweza kuishi kwenye hiki kijiji? Acha nao wazee wa kijiji. Wake zetu mimi na wewe wakijua wapi tunaweza kuziweka sura zetu. Aibu kubwa kaka tunazo. Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Lakini kwa sasa hivi naomba hili swala tuliache. Kwa sababu kama unavyojua, wazee wa kijiji wenyewe bado sijamalizana nao. Na linatokea hili. Kwa hiyo naomba sasa hivi nipumzike, wewe uende zako, lakini baadaye nakuhakikishia au nakuomba tukutane ile sehemu ambayo mimi na wewe tunakutana. Sawa. Lazima tuwe makini. Mamona? Hapana, sijamwona. Dada yangu, kwani kuna nini kinachoendelea? Maana nimekutana na mumeo huko kana kwamba anakimbizwa hivi, anawe kutoa taarifa ya msiba. Yaani hata salamu yake sijaipata. Nikawaza au kalikuwa na akili. Mbona balaa hili? Hem, subiri kwanza. Huyu Kadala mume wangu mimi? Mbona nashindwa kuelewa? Kama kungekuwa na tatizo, basi mimi ningekuwa nishalijua. Jamani. Sasa Kadala kapatwa na nini? Ndio hivyo dada yangu. Tena mwai uko sasa hivi mabondeni, sija kaenda kujitupa. Karibu dada. Asante. Samahani kakaangu,
kuna mzee anamuita Mzee Ngatunga. Nimeelekezwa aishi mbali na hapa kwako. Unaweza kunisindikiza? Mzee Katunga? Bila shaka dada yangu ni mgeni hapa kijijini. Ila sawa, mimi nitakupeleka kwa Mzee Katunga, ila sitokufikisha moja kwa moja, nitakuonesha tu kwa ni pale, maana sio na kazi zangu hapa. Sawa. Ila wewe ni nani yake? Mbona sija kusikia kwa ana mtoto mkubwa kama wewe? Wewe nisindikize, au mambo mengine hayakuhusu. Kimodo, ina maana kifua chako hakiwezi kutunza siri kabisa, si ndio? Nilishakuambia ya kuwa mimi hapa kijijini nipo kisiri sana sana, tena sana tu. Ukikutana na mtu yeyote usimwambie kuhusu mimi. Lakini umefanya nini? Baada tu ya kuachana na wewe, maaskari walikuja nyumbani kwangu. Nisikilize Kimodo, nisikilize kwa umakini sana. Mimi sio mtu wa kuzagazaga hapa kijijini. Natumaini umenielewa. Mzoa, mimi sihusiki kabisa kwa swala hilo. Maana tulivyoachana mimi na wewe tu pale, sijamwambia mtu yoyote kwamba wewe upo hapa kijijini. Nafikiria ungemtafuta mchawi wako ni nani, ila sio mimi. Sihusiki kabisa. Hata Yuda mwenyewe alikana mara 3. Sasa nisikilize Kimodo, nisikilize kwa umakini. Lolote litakalo nikuta, chochote kitakacho nitokea, itakuwa ni mara 3 yako. Natumaini umenielewa. Ama zako, ama zangu. Habari yako Mbonde? Salama mzima. Habari yako dada? Mbonde. Mbonde. Mbonde, yule naye ni nani? Mbonde, umeshaanza tabia mbaya. Ama kweli wanaume wote ni baba mmoja mama mmoja. Naomba unisikize Shiruni. Haipo hivyo kama unavyofikiria. Yule ndiye miti mgeni hapa kijijini, ambaye wazee kijijini wanamtafuta sana. Ila inasemekana Mzoa alimtorosha. Na habari hizi nakwambia wewe peke yako, sitamwambia mtu mwingine yoyote. Pale yenyewe namsindikiza kwa Mzee Katunga, ila sidhani kama nitamfikisha, maana nadhani namjua Mzee Katunga sijakanizuri. Mbonde, unajitafutia matatizo na kuomba kaa mbali na yule binti. Mbonde, wanasema kimfaacho mtu chake. Sawa. Sawa.
Zinduna, nilikuwa na machaguo mawili tu, niwe na wewe nifurahi au kukukosa wewe, na kwa kuwa umechagua kuniacha mimi, basi hata mimi haina haja ya kuishi. Asante sana, ila naomba ujue kuwa nakupenda sana.